wa kutawala na kudominate ndio unaomfanya uwe tofauti. Kwa hiyo chakula tunachokula, moja, lazima kiwe sahihi kwa roho zetu, lazima kiwe sahihi kwa akili zetu, lakini lazima kiwe sahihi kwa mwili wetu. Mungu alipoumba mwanadamu alimwambia utakula mbegu na matunda, wanyama na viumbe wengine akawaambia mtakula majani. Sifa moja, hivi vitu vyote viwili ni kwamba vyote vinamea kwenye udongo, kwa sababu hawa wote ni mili ya udongo. Lakini kwa nini majani, huyu apewe majani, huyu apewe matunda? Ukiangalia katika biolojia, structure ya miti inayozalisha matunda lazima ilishwe kwa namna ya pekee kuliko kitu chochote. Sasa nikasema, ikiwa kweli hii ndiyo sababu, hivi kuna ushahidi wowote kuhusiana na mahusiano kati ya akili na chakula tunachokula? Nikasema ikiwa siwezi kulipata hili kwa wepesi kutoka kwa watu, hebu niende kwa wanyama. Basi Mungu akaniongoza kufanya utafiti wa wanyama wenye akili zaidi duniani, viumbe 5 werevu zaidi duniani. Wa kwanza ni sokwe mtu, anaitwa. Wa tatu anaitwa orangutan, ni jamii tu kama ya sokwe. Wa 4 ni tembo. Wa 5 ni kunguru. Sasa tuachane na hawa walio chini, tushughulike na sokwe ambaye ndiye namba 1 kati ya viumbe ambao wana akili duniani. Papa nitamwacha kwa sababu yeye si wa ardhini, ni wa majini. Akili ya sokwe iko wapi? Moja, sokwe anaweza kujifunza lugha ya ishara na kuwasiliana na binadamu. Sokwe anaweza kujitambua kwenye kioo na kuonesha hisia, kujali ama kuomboleza. Sokwe anaweza kutengeneza mkuki kwa ajili ya kuwinda ama kutumia zana kwa ajili ya kuvunja njugu au kujipatia chakula. Hiyo ndiyo werevu wa sokwe na ndiye mwenye akili kuliko wanyama wote kwa sasa. Chakula cha sokwe, taasisi ya Jane Goodall ya Canada ambayo inadili na wanyama ilisema sehemu kubwa ya chakula cha sokwe ni matunda, mbegu na karanga. Full stop. Matunda yanapopungua, ninanukuu, sokwe watakula aina mbalimbali za majani, maua, magome ya miti na mbegu, lakini akarudia, wanapendelea matunda. Hao ni sokwe. Hasa angalia hata mwanadamu alivyofukuzwa Edeni, mahali ambako akaenda nje ya bustani, huwa anashawishika Mungu alimpa majani ale kwa sababu wenda concentration ya matunda huku nje haikuwa kubwa kama ilivyokuwa bustanini. Kwa hiyo hizo ndizo sifa za sokwe. Sasa sokwe, wadudu huchangia takribani 4% ya chakula cha sokwe. Nyama na mazao ya wanyama yanachangia 6% ya lishe ya sokwe. Sasa profile ya ulaji wa sokwe inafanana na historia ya mabadiliko ya chakula cha mwanadamu kutoka Edeni mpaka wakati wa gharika. 3, tafiti za sasa hivi za chakula zimeleta kitu kinaitwa food pyramid. Google kinakuonesha mwanadamu anapaswa kula kwa wingi chakula cha aina gani. Kwenye ile pyramid chini atakuonesha kuna matunda na mboga mboga, nafaka na marage na mbegu, karanga hizo. Pale juu ndio utakuta mazao ya wanyama, sio nyama, mazao ya wanyama, maziwa na mayai. Juu inaendelea kupungua, ndipo utakuta nyama. Juu kabisa ndipo utakuta vitu vilivyotengenezwa kama